sio kupeleka watu kwa maandamano. Unajiuliza mwisho wake wewe unataka kupata nini? Because serikali ilitangaza, William Samoei Ruto kaingia kwa ofisi akatengeneza baraza la mawaziri, ameappoint watu, hata huko anaendelea kutuappointia watu huku Western. Wewe bado hujabelieve ya kwamba he's the president. Why do you want us to live in denial? Why do you want us to live in denial? Na vile mwenzangu kutoka Uganda alisema, nisipoingia pale waziri wa labor yeye ndiye ameappoint, akimkataza usikutane na hao watu wa Cotu, nyinyi wafanyikazi mtapata wapi mshahara? Sisi mara nyingi tumesema wezi na makatels wapelekwe Kamkunji wa Nyongwe, ndio wanaharibu uchumi wa Kenya. Sasa hii Ruto ameanza kutumia hiyo lugha, anasema kama wewe ni kateli, wewe ni mwizi, ni jela, ama uhame Kenya, ama uende mbinguni. Unaanza kurudi utatea haya makateli. Bana banyasa hai. Etabu ya kulinda mshalo munene yabanda abefi, abeba mpesa ka serikali, abeba ushuru wa serikali, abeba kule mali ya serikali. Abana ibanyolo kunyole kasi hapana. Wewe utakuwa kwa chama gani utakuja usimame? Hata huyu Mungu hawezi kuruhusu useme mambo kama hayo. Kule China ukimpa mtu tipu peke yake amekubebea bag, serikali ikijua huyo mtu anachukuliwa anaenda kunyongwa. That is why they have developed very highly. Kwenda Egypt, kwenda Algeria, kwenda Tunisia, kwenda Morocco, hizo nchi za Waarabu ziko huko juu. Fanya wizi, mtu atachukuliwa na hataonekana. Na hii Kenya inataka hivyo. Hapana kila saa mtu ameua mtu anapatiwa bondi anatoka nje. Mtu ameiba mali anachukua hiyo mali ameiba, anaongana kwa majudges anatoka nje. Na huyu mtoto Mkalenjin anaongea lugha wananchi wanataka. Na wewe ambao unasema huko na wananchi unakuja kusema hiyo anaongea ni mambo ya uimla. Kenya iko wezi wengi wanataka mtu magaidi. Na sisi tutasindikiza, tutasukuma Ruto mpaka waizi wote waondoke nchi hii.